Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Karibu sasa tena tujifunze. Leo nimekuja na somo linalosema jizoeze kuiombea nafsi yako ili uweze kupata utulivu wa kufanya maamuzi. Jizoeze kuiombea nafsi yako ili kuweza kupata utulivu wa kufanya maamuzi. Nafsi ya mwanadamu ndio kiungo kikubwa kinachohusika na kufanya maamuzi. Nafsi imekaa kati ya mwili na roho. Sasa hiyo nafsi ni kiunganishi kati ya mwili na roho. Mwili huwa una maamuzi yake na roho pia huwa ina maamuzi yake. Sasa roho kama roho haiwezi kufanya maamuzi bila nafsi, na mwili kama mwili hauwezi kufanya maamuzi bila nafsi. Kwa hiyo, kwa sababu nafsi ndio imekapo katikati kama kiunganishi kwa ajili ya kufanya maamuzi, sasa hiyo nafsi ni lazima iombewe sana. Ili nini? Ili iweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi, yale yanayotakiwa. Lazima iombewe sana. Na unapoombea nafsi, kitu ambacho kinafanyika ni kwamba, kwa sababu huku duniani zipo sauti za aina nyingi sana, na neno la Mungu linatuambia hizo sauti zote, kila sauti ina maana. Sasa unapoombea nafsi yako ni kufunga milango ya sauti zile ambazo zinaweza kuja kwenye nafsi yako kwa ajili ya kutaka kuharibu maisha yako, kwa sababu hiyo milango iko wazi na hizo sauti ziko nyingi. Kwa hiyo usipoombea nafsi yako, ile milango iko wazi, itapokea kutoka huku, itapokea kutoka huku, itapokea kutoka huku. Sasa unakuta hapo katikati nafsi inashindwa kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Zimekuja sauti nyingi sana. Lakini unapoiombea nafsi, unaiweka katika ulinzi, kiwango ambacho inakuwa ina uwezo na utulivu wa kutosha kuweza kufanya maamuzi, kwamba hiki kinakuja, najua kabisa hiki sio chenyewe ninachotakiwa kukifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu iko katika hali fulani ya ulinzi. Tuangalie mstari utakao tuongoza, ni ule mstari wa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Ziko sauti za aina nyingi huku duniani, na zote hizo sauti zina maana. Kwa hiyo hata zinapokuja kwenye nafsi yako haziji bila maana, zinakuja zikiwa na maana. Sasa unakuta nafsi inakuwa imekaa hapo katikati, inashindwa kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile sauti ziko nyingi, zimekuja. Kwa hiyo ipo hapo katikati ya sasa, hiki ndo hiki au hiki ndo kile. Kwa hiyo sasa unapoiombea hiyo nafsi, unaiweka katika hali ya ulinzi, na unapokuwa katika hali ya ulinzi inakuwa na utulivu wa kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa mfano, ukitaka tu kujua kwamba nafsi yako iko kwenye ulinzi au haiko kwenye ulinzi, ni pale ambapo inatokea katika tu vitu vya kikawaida hivi, vitu vya kikawaida. Labda umepita hivi hata ni barabarani, ukaona mtu amekuwa labda na nguo nzuri, ndio ni kitu cha kawaida. Ili ujue kwamba nafsi yako iko katika ulinzi au haiko katika ulinzi, utajiona kila ukiona kitu kizuri, nafsi inatamani. Nafsi inatamani. Umeona yule amevaa nguo yake nzuri, wewe umeshaitamani. Umeona yule ameweka msuko mzuri wa nywele, wewe umeshatamani. Sasa unakuta kule kutamani kunakuwa ni kwingi sana. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku unakuta ile nafsi haiwezi kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu gani? Imepokea huku, imepokea huku, imepokea huku, imepokea huku. Lakini unapoiombea nafsi yako inakuwa katika ulinzi. Kwa hiyo kunakuwa kuna utulivu. Ukiwa kuna utulivu kwenye nafsi, utajikuta unafanya maamuzi sahihi kila wakati. Kwenye saikolojia kuna kitu tunasema kwamba kuna ile inaitwa self esteem. Sasa kwenye self esteem, Kiswahili chake kizuri siwezi kukipata vizuri, lakini nikielezea nitaweza kueleza. Kuna kitu kinaitwa ile self esteem. Sasa ile self esteem ni kitu ambacho kiko kwenye nafsi ya mwanadamu. Ni kitu ambacho kiko kwenye nafsi ya mwanadamu. Sasa ile self esteem inaweza ikawa ya juu au ikawa ya chini. Sasa ukiwa na ile self esteem iko chini, yani kwamba ni ile
namna wewe unavyojichukulia. Self esteem yani kwamba vile wewe unavyojichukulia. Unaweza kujichukulia katika kujikubali au kutokujikubali. Sasa ukiwa na ile self esteem iliyoko chini ambayo tunasema ni low self esteem, unakuwa wewe mwenyewe hujikubali. Kujikubali katika vitu vingi sana. Kwa hiyo unakuta hata katika vile vitu vyako tu unavyovifanya vya kawaida, au yani unaona sijakifanya vizuri. Yule ndo anafanya vizuri, mimi sijafanya vizuri. Kwa hiyo kuna namna fulani ya kutokujikubali. Ukiangalia sura yako hivi unasema mimi mbona pasiko vizuri. Kwa hiyo utatafuta namna ya kuweka ili uwe kama vile ambavyo labda unadhani ndio vizuri. Lakini ni nini? Hiyo sio kwamba ni kwamba hauko vizuri. Ni nini? Ni ile low self esteem, kwamba ile hali yako jinsi unavyojiona, jinsi unavyojichukulia, unajichukulia katika hali ya kujishusha sana. Sasa unapojichukulia katika hali ya kujishusha sana, kuna vitu ambavyo utavifanya lazima vitakuwa sio sahihi. Utakuta maamuzi mengi unafanya sio sahihi. Kwa sababu gani? Yameamuliwa na ile low self esteem yako. Sasa ile low self esteem ni kitu kilicho kwenye nafsi, kinachokufanya ufanye uamuzi fulani, ni kwa sababu ya ile self esteem. Sasa inapokuwa chini, ndio hivyo unajikuta mtu labda amefanya tu hata jambo baya, labda mtu mwingine ameamua kutembea hata kabisa uchi. Ni ile ni low self esteem. Mwingine labda ameamua sijui kujiwekaje. Sasa sio kwamba kujiweka ni kitu kibaya, lakini nategemea hicho kilichokufanya ujiweke hivyo ulivyojiweka ni nini. Tunafahamu kuna mtu mmoja huku alishawahi kujitengeneza kabisa mpaka akatengeneza na pua yake akaichonga hivi. Ni nini ile? Ile ni low self esteem. Si kwamba labda ni nini, ile ni low self esteem, kwamba kuna namna alikuwa yeye mwenyewe hajikubali. Sasa kutokana na namna ile yeye mwenyewe alikuwa hajikubali, kwa unakuta kuna vitu anavifanya ili akae katika namna ataweza kujikubali. Sasa ni nini? Hiyo nafsi unapoombea ile self esteem inaondoka katika ile hali ya chini, inaanza kupanda. Unaanza kujiona kumbe hata na mimi ni mzuri, kumbe hata nikivaa hivi napendeza, kumbe hata nikifanya hivi, kumbe hata nikiwa tu kama hivi iko nini. Ile self esteem imekuwa juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umejiombea. Kwa hiyo kuna vitu vimeondoka kwenye nafsi yako ambao vimefanya nafsi yako ikawa na afya. Unapokuwa na low self esteem, inaonekana nafsi yako haina afya. Umeona? Kwa hiyo hasa ile unapokuwa na high self esteem, ile self esteem inapokuwa imepanda juu, vile unavyojiona, unakuwa wewe mwenyewe ndio unakuwa mtu wako wa kuweza kujikubali. Si kwamba mpaka ulingane na fulani kwamba ndio ujione wewe ni mtu, yani kwamba vile vile wewe ulivyo, wewe ni mtu vile vile ulivyo. Jinsi Mungu alivyokuumba akapenda kukuwekea chochote alichopenda kukuwekea katika maisha yako. Umeona? Alichopenda kukuwekea, unakubali kwamba okay, hivi ndivyo Mungu alivyoona nafaa kuwa. Sasa unapokuwa na ile high self esteem, utajikuta hata maamuzi yako unaofanya hayasukumwi na mazingira, ila yanasukumwa na upendeleo wako kutoka ndani, kwamba hiki kitu mimi ndo nimependa hivi. Okay? Kwa hiyo si mazingira ya nje, kwa sababu nimeona fulani, kwa sababu nimeona hiki. Inakuwa ni wewe mwenyewe kutoka ndani, kutoka kwenye nafsi yako. Nimeona sasa hiki naweza nikafanya namna hii. Kwa hiyo unapoombea nafsi yako, unaiondoa kutoka katika ile hali duni unavyojiona katika hali duni, ile low self esteem inaondoka ndani mwako, unakuwa na high self esteem. Vile unavyojiona inakuwa ni tofauti, unajiona katika hali ya kujikubali. Ukiwa na low self esteem, tumesema kwamba unajiona katika hali ya kutokujikubali. Kwa hiyo chochote kile unaona hujakikubali. Umeenda labda hata umetengeneza nywele, akaja mwingine ametengeneza nywele zake, kaona amependeza, wewe ukajiona mimi sijapendeza, hizi ngoja nitoe nifanye kama yule. Afu unakuta sasa ukifanya kama yule tena upendezi. Kwa hiyo unakuta ni nini? Kuna mahangaiko sana kwenye ndani ya nafsi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya low self esteem. Yaani vile unavyojiona, unajiona katika hali ya kutokujikubali. Kwa hiyo sasa ni nini? Unapochukua sasa hatua ya kuiombea nafsi yako, unaitengenezea afya. Inakuwa ina afya, kwamba unaanza kujikubali katika mazingira mbalimbali. Na hiyo sasa ndio inakusababisha hata unapofanya maamuzi, unafanya maamuzi katika hali ya kutulia. Unakuwa na utulivu wa kutosha kufanya maamuzi. Si kwamba mimi nilikuwa hii gari nimenunua, lakini
nimeona tena si nzuri, nimeona fulani amenunua gari yake nzuri. Sasa huwezi kubadilisha magari kila siku, hutaweza. Hicho kinachokuambia kwamba hii si nzuri, ile ya fulani ndo nzuri ni nini? Low self esteem. Inachotakiwa ni nini? Ombea nafsi yako utoke katika hiyo low self esteem, uanze kujikubali sasa, nafsi yako iweze kuwa na afya. Sasa ili pia nafsi iweze kuwa na afya, inategemea hiyo nafsi unailisha nini? Nafsi huwa inalishwa, na nafsi inalishwa kwa kutumia macho yetu, kwa kutumia masikio yetu sana sana, lakini pia hata miguso katika miili yetu inaweza kwenda kuathiri katika nafsi. Hata harufu pia inaweza ikaenda kugusa katika nafsi. Kwa hiyo kile unacholisha nafsi yako ndio itafanya nafsi yako ijengeke au ibomoke. Inategemea, kwa sababu kile kinacholisha nafsi ndicho kinachoamua nafsi iwe na afya au isiwe na afya. Kwa mfano, tuje kwenye kitu cha kusikia. Ukakaa katika mazingira au ukapenda kusikia sana vitu ambavyo viko hasi, vitu ambavyo viko negative, ndivyo nafsi yako inavyobomoka. Utasikia unafurahia, hii haiwezekani, hata jenani haiwezekani. Kwa zile haiwezekani ndio unazozisikia sana, haiwezekani ndio hii hata utaweza. Wewe wala sio viwango vyako hivyo. Kwa vile unavyoendelea kusikia ndivyo nafsi yako inapobomoka. Kwa hiyo hata kama unatakiwa kufanya kitu fulani, kwa sababu nafsi yako ilishapokea kitu cha kuibomoa kwamba hutaweza kufanya, hata kama ulikuwa unapewa uwezo wa kufanya, hutaweza kufanya. Kwa sababu gani? Nafsi imeshakataa. Nafsi ni kitu hatari sana. Nafsi ikikataa, imekataa. Nafsi ikikubali, imekubali. Nafsi ikikataa kitu, hata kama kinawezekana, hakitawezekana kwa hiyo nafsi. Na nafsi ikikubali kitu, hata kama hakiwezekani, kitawezekana. Sasa ni nini? Shetani huwa anacheza na hivyo vitu, anacheza na mazingira yetu. Kwa hiyo anaweza kuweka katika kusikiliza sana. By the way, sisi hatuishi kwa sababu ya experiences za watu wengine. Ni kweli experience za watu wengine zinaweza zikatusaidia kwenda hatua moja, kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini si kama ndo hasa kwamba kwa sababu watu wengine wote walishashindwa, hiki kitu ni cha kushindikana. Sio kweli. Kinaweza kikawezekana kwako wewe ukawa wa kwanza. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi ambao walikuwa waanzilishi wa vitu fulani. Kwa hiyo sasa ukikaa katika kusikia vitu ambavyo ni hasi, vinabomoa nafsi yako. Kwa hiyo hata itakapotakiwa sasa ndo uje ukae katika ile nafasi, hutaweza. Kwa sababu gani? Hapana, hii haiwezekani. Hii sio viwango vyangu mimi. Mimi si mtu wa viwango hivi ni vya watu wengine kabisa, mimi si vya kwangu. Kilichokuambia hicho sio kiwango chako ni nini? Low self esteem. Si kwamba ni kweli si kiwango chako. Low self esteem. Nafsi yako haina afya. Nafsi yako imenyimwa kujikubali. Kwa sababu nafsi yako imenyimwa kujikubali, utaona kuna vitu vingi sana unakuwa unakwama. Si kwa sababu ni kweli ulitakiwa kukwama, ni kwa sababu nafsi yako haina afya. Kwa hiyo ni nini? Lazima kuombea nafsi zetu ili ziweze kuwa na afya, lakini lazima kuchunga sana ni nini unachokisikiliza. Unapenda kusikia habari gani? Kuna watu wanapenda tu kusikia habari mbaya. Habari nzuri ikija kwake ni kitu kibaya. Anapenda tu kusikia habari mbaya. Sasa ni nini? Ile inaenda inabomoa nafsi yako. Inabomoa nafsi yako. Inakufanya ushindwe kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Umekaa kusikia habari mbaya. Na sasa ile habari mbaya inapoingia kwenye nafsi yako, huwezi tena hata kumwamini Mungu. Kwa sababu gani? Nafsi inakuwa imebomoka. Mungu anapokuja kupitisha sauti yake kwenye roho yako ili ipite kwenye nafsi yako kukusaidia, nafsi tayari imeshabomoka. Kwa hiyo unajikuta unakataa hata kile cha Mungu. Kwa sababu gani? Si kwa sababu Mungu hajasema, kwa sababu nafsi yako imepata majeraha, nafsi yako imeumia, nafsi yako haina afya, imekuwa na kuto kujikubali, low self esteem. Kwa hiyo sasa ni nini cha kufanya? Chunga sana unasikiliza kitu gani. Chunga sana unasikiliza kitu gani. Lakini pia yale tunayotamka yanalisha nafsi zetu pia. Yanalisha nafsi zetu. Tunaosikia yanalisha nafsi zetu. Tunayotamka yanalisha nafsi zetu. Sasa tunayotamka, kwa mfano, ukiwa mtu wa kujitamkia kushindwa tu kila wakati, kitu unachokifanya pale ni nini? Unabomoa nafsi. Hata kama msaada ukija kwako kwa kiasi gani,
hauwezi ukapokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu nafsi imeshabomoka. Kwa hiyo chunga sana pia unachokipitisha kwenye kinywa chako. Watu wanaweza kusema wewe huwezi. Wewe usikubali kwamba kusema mimi siwezi. Mimi naweza. Hata kama wakisema siwezi, mimi naweza. Nafsi yangu hiki kitu unaweza. Utakapoendelea kujisemea kwenye nafsi yako, unaijenga, inakuwa na afya, unakuwa na ile high self esteem, unakuwa na utulivu mzuri wa kuweza kufanya maamuzi. Lakini kitu kingine ambacho kinalisha nafsi yetu, macho yetu. Tunaangalia nini? Unasoma nini? Vile unavyovipitisha kwenye macho yako vina uwezo wa kujenga nafsi yako au kubomoa nafsi yako. Ukipenda tu kusoma habari mbaya, zinabomoa nafsi yako. Ukipenda kusoma habari nzuri, ukipenda kusoma neno la Mungu, nafsi yako inajengeka. Nafsi yako inajengeka maanake vile unavyopitisha kwenye macho yako vina mchango pia katika nafsi yako. Ukipenda kuangalia vitu vichafu, nafsi yako inabomoka. Kwa hiyo vile vitu ndivyo vitakavyokuwa vimekaa vimejaa kwenye hiyo nafsi. Kwa hiyo utajikuta nini? Vinavuruga kabisa ule mfumo wa nafsi kuweza kuwa na utulivu wa kutosha kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Kuna vitu vibaya vimepitia kwenye macho yako. Kwa hiyo vile vibaya ndio vinakuwa na sauti kubwa kwenye nafsi yako kuzuia wewe usiwe na utulivu wa kutosha kufanya maamuzi. Kwa hiyo angalia sana ni nini ambacho pia unapenda kuangalia, unapenda kusoma vitu gani, kwa sababu vina mchango kwenye nafsi yako, aidha kuijenga au kuibomoa. Nafsi ikibomoka haiwezi kufanya maamuzi katika kile kiwango ambacho inatakiwa. Lakini harufu pia, harufu zina mchango katika nafsi. Kuna watu ambao wako addicted na harufu fulani. Hasa unakuta harufu nyingine sio nzuri. It is better labda umekuwa addicted na harufu ambazo ni nzuri. Kuna harufu nyingine ambazo si nzuri, labda kama ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo unakuta mtu yuko addicted. Sasa ile ikienda, inaenda kuharibu pia nafsi yako. Si kama tu itaharibu mwili, inaharibu na nafsi yako. Kwa hiyo inakusumbua katika ile hali ya kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tayari vimeshajaa vinaisumbua nafsi. Addiction yoyote ikikaa kwenye mwili ni usumbufu ikiingia ndani yako ni usumbufu kwenye nafsi. Kwa hiyo sasa nini? Inapoenda kuleta ule usumbufu, wewe unashindwa kufanya maamuzi. Kwa sababu kuna wakati ulikuwa unatakiwa kufanya maamuzi, lakini labda umekumbuka kitu fulani ambacho harufu yake labda imekuja kwako, unatamani kuvuta. Sasa unavyovuta ni kweli sawa, lakini kuna vitu ambavyo kwenye nafsi automatically vinaharibika. Inakuwa ni kukoseshwa utulivu. Kukoseshwa hata kama ni chakula, ukiwa addicted na aina fulani ya chakula inakukosesha utulivu kwenye nafsi. Kwa hiyo ndio maana nini tunachokitakiwa? Kuombea sana nafsi zetu. Kuombea sana nafsi zetu ili nini? Ziweze kukaa katika utulivu wa kutosha kufanya maamuzi. Lakini ili sasa ziweze kukaa katika utulivu wa kufanya maamuzi, inategemea tunavyozilisha. Tunanusa nini? Tuna miguso gani? Miguso gani ambao ni usumbufu kwenye nafsi zetu? Kwa sababu kuna miguso inaweza kuwa ni usumbufu pia kwenye nafsi. Kwa hiyo ikisha kuwa ni addiction katika hali fulani ya miguso, hali fulani ya harufu, maneno unayotamka, vitu unavyovisikia, vitu unavyoviangalia, vinakuwa ni usumbufu kwenye nafsi kuzuia isiweze kufanya maamuzi inavyotakiwa. Kwa hiyo nafsi zetu zinalishwa na milango ya fahamu. Milango ya fahamu ina mchango mkubwa sana kulisha nafsi zetu. Sasa ni sisi tunapokuwa tukijiombea, tutakuwa na uchaguzi sahihi hata ni nini tunacholisha kwenye nafsi zetu. Tunapochagua ni nini cha kulisha nafsi zetu, tutajikuta tunalisha vile vitu ambavyo ni ya afya, ambavyo vinafanya self esteem zetu zinakuwa juu. Tunakuwa na high self esteem ambayo inakuwa hatusumbuki tunapokuja kwenye eneo la kufanya maamuzi. Lakini kama tutakuwa hatulishi vizuri nafsi zetu, tunatengenezea masumbufu mengi kwenye nafsi zetu. Masumbufu mengi, hizo addictions zinasumbua kwenye nafsi zetu. Kwa hiyo unajikuta huna uwezo wa kufanya maamuzi. Huna uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni nini? Mungu atusaidie. Leo nimependa kuongea hiki kitu cha nafsi, kwa sababu nafsi ndio kiungo kikubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu.
Kwa ili tuweze kukaa katika kufanya maamuzi vizuri, lazima msisitizo mkubwa uwe katika kuziombea nafsi zetu. Vile unavyoendelea kuombea ndivyo unavyojua namna ya kuisha sahihi. Vile unavyoendelea kuombea ndivyo unavyofunga ile milango ya kuleta zile sauti ambazo hazitakiwi kwenye nafsi. Na hizo sauti nyingine ambazo zinakuja kwenye nafsi ni kupitia kwenye milango hii, kupitia kwenye hii milango ya fahamu. Vitu gani tunapenda kunusa, vitu gani tunapenda kutazama, vitu gani tunapenda kusoma, vitu gani tunapenda kutamka kwenye vinywa vyetu, vitu gani tunapenda kusikiliza. Hivyo vina mchango mkubwa kwenye nafsi yetu. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika jina la Yesu, ili uweze kuitunza nafsi yako, kwa sababu ndio chombo cha kukusaidia wewe kufanya maamuzi. Na sasa kitu kibaya ni kwamba uamuzi utakao ufanya wewe, consequences zake ni wewe utakayezipitia. Yaani yale madhara, matokeo yanayokuja na maamuzi unayofanya ni wewe tu utakao yabeba. Hakuna mtu mwingine atakayekusaidia kuyabeba. Wengine huku pembeni watakwambia pole, lakini ile pole ya wapembeni haiwezi kukusaidia chochote. Kwa hiyo ni nini? Amua vizuri. Linda nafsi yako, ombea nafsi yako. Tumia muda wa kutosha kuombea nafsi yako. Hata kama unapika, hata kama unatembea, hata kama uko kwenye shughuli, achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako, ombea nafsi yako. Tenga nafsi yako na kila mbegu za uharibifu zilizo kwenye nafsi ambazo zinaweza kuleta shida kwenye nafsi yako, lakini na wewe mwenyewe jiombee uwezo wa kuweza kuilisha sawasawa nafsi yako. Kama vile ambavyo katika maisha yetu tu ya kimwili hivi, hatuli tu chochote. Huwezi kwenda kununua sumu ukala, kwa sababu unajua itaathiri mwili wako. Huwezi kula tu ovyo ovyo chochote tu. Lazima utakuwa mwangalifu. Hivi kinapokula lakini si kitaharibu afya ya mwili wangu, sitakula hiki kitu. Kwa kama vile tunaweza kuchagua kwenye miili yetu, hata kwenye nafsi zetu tunaweza tukachagua hivyo hivyo, ni nini tunacholisha nafsi zetu kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu. Kwa sababu maamuzi yoyote unayofanya, bado matokeo ya hayo maamuzi wewe ndio utayabeba tu. Wewe ndio, hakuna mtu atakayeweza kubeba ule uzito wa maamuzi uliofanya, kwa sababu nafsi yako imeharibika. Kwa hiyo nini? Ombea nafsi yako, ombea nafsi yako, omba msaada wa Mungu ukusaidie, ili nafsi yako ikae katika kuwa na hali ya afya kila wakati. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.